msaada ya mtu ambaye hakufanikiwa kusikia. Tunalipa namba ambayo inasoma 35 20 69 84 na ni Voda. Lipa namba ya Voda. Italeta jina Nicolaus Stanislaus. Kama utasikia kutuchangia, kutusupport ili tukafanikisha kazi ya Mungu, tutafurahi. Lakini kwa mtu ambaye atajisikia kwenda pamoja na sisi, kuna kiwango ambacho tulipanga kama uongozi na tukasema kwamba mtu ambaye atajisikia kwenda na sisi basi awasiliane na sisi, na bei tutamwambia na tunatakiwa kutoa nini na vitu vyote ambavyo tunategemea kwenda kufanya pamoja. Na nitakachotaja hapa ni namba. Okay. Alafu hiyo namba atakapopiga huyo mtu tutamuelewesha kwamba anatakiwa atoe nini na afanye nini ili tuende pamoja. Sawa. Namba yenyewe nitasoma ni 074 74 13 39 alafu mwisho 9. Hiyo ni namba ya Voda. Nitarudia 0747 41 33 79. Lakini pia kuna namba ya Tigo ambayo ni 0715 90 40 mwisho 17. Hizi namba ukipiga utapewa maelekezo yote na utapata utaratibu utakao kuchangia nini ili tuende pamoja. Swala la kuulizia la mwisho ni mtu wa dini, mtu wa imani. Unahisi ni kwa nini wale watu ambao wanakuwa wanatuongoza katika ngazi za elimu, unakuta shule ya msingi, sekondari, advance na chuo, maisha baada ya kuhitimu na hicho ambacho walikuwa wanatuelekeza kwenye vyumba vya dini, baada ya kuhitimu wanapotoka wanakwenda kinyume na kile ambacho walikuwa wanakiishi wakiwa kwenye mazingira ya chuo, lakini pia mazingira ambayo watu wanawatambua kwa kufanya kitu fulani? Kwanza mimi siamini kwamba mtu aliyemfahamu Kristo vizuri anaweza akapata hamu ya kutoka ndani ya Kristo. Nachotaka kulazimika kufahamu tu ni kwamba yawezekana huyo mtu hakuona vizuri wala kuingia vizuri ndani. Sababu uzuri wa Yesu tunaufahamu. Ukishaingia kwa Yesu vizuri, kutoka ni ngumu sana. Kwa hiyo niseme tu moja kwa moja kwamba huyo ambaye ameelekeza vitu fulani na baadaye baada ya kuhitimu wakawa amepotea, ni kweli kuna kuanguka, lakini ni wazi tu kwamba bado hakuingia vizuri. Kuna vitu bado hakufahamu na ndivyo vimemfanya kutoka kwenye ile njia ambayo alikuwa mwanzo. Kwa alilazimika kuendelea kufahamu. Kwa Yesu hakuna kufika mwisho kuelewa. Unakuwa siku hadi siku. Kwa kuna kiwango ukifika tunasema huyu mtu kakoma, lakini inawezekana huyo aliyotoka ukomavu ulikuwa bado. Ukiacha mafunzo ya labda mahubiri na vitu vingine, kongamano hili litaambatana na vitu gani vingine kwa ajili ya kuweza kulinogesha, lakini pia kuwavutia zaidi vijana na watu wengine kuweza kutamani kushiriki? Moja, tumetazamia jambo kubwa ambalo tunaenda kufanya ni kutangaza injili njema kwa watu. Lakini mbali na kwenda kuhubiri, tumepanga pia vitu vingi. Tumesema tutakwenda kwenye vituo vya watoto yatima, kuwasaidia watu wasiojiweza. Tumeandaa vitu vya kutosha na tunaendelea kupokea. Tunajichanga sisi wenyewe. Kama mtu una nguo ambazo zitumii, una vitu ambavyo unahisi kama unaweza kuwasaidia watu, njoo na sabuni, njoo na madaftari, sisi tutafika kule, alafu tutakwenda kwenye vituo vya watoto yatima. Tutaenda pia mtaani wakati tunahubiri. Tunaamini tutakutana na watu ambao hali yao ni duni, hawajiwezi kimaisha. Kwa tutafika huko kuwasaidia pia, kutafuta namna ya kuwainua na kuwaonyesha kwamba kwa Yesu kuna uwezekano ukawa vizuri ukiingia. Lakini mbali na hilo pia tumejiandaa, tutafanya michezo mingi kule. Tutafanya michezo siku za mwisho, tunapanga ratiba, alafu tutakuwa na michezo. Tutafika kwenye hospitali, tutatembea kuombea wagonjwa na kuwaona watu ambao sio wajiwezi. Lakini pia tumepanga hata tutaenda Mirembe huko kwa kuombea watu, lakini tunaamini Mungu atawafungua. Mathayo 11:28 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa tunaamini tukifika kule kuna watu wamechoshwa, kuna watu wana mizigo mizito na hawataki kubeba. Yupo aliyejitoa kubeba ile mizigo ambaye ni Kristo Yesu. Kwa tutakwenda kule kueleza habari hizi na kuwahubiria watu, kuwaeleza kwamba njooni mpumzishwe. Sawa, tukiwa tunaelekea kumalizia, muda sio rafiki sana. Nini hasa ambacho unawaambia
watu wa Mungu kuelekea kwenye kongamano hilo? Moja kwa moja niseme tunatoa mwaliko kwa mtu yeyote ambaye anajisikia kuungana na sisi kuenda kuhubiri hizi habari njema. Tutafurahi kuwa na wewe. Lakini niseme pia kwa mtu ambaye utajisikia kutuchangia kitu chochote, tutafurahi. Lipa namba tumeitaja, na ukitusaidia ni umeenda moja kwa moja kuhubiri Injili. Sio lazima uende wewe physically, lakini ukitoa sehemu ya mali zako kwa ajili ya kazi ya Bwana, umehusika moja kwa moja. Kwa hiyo ni washauri kwamba mtusaidie, mtuunge mkono, na sisi tutafurahi kuwa pamoja na ninyi. Zaidi ya yote tumtumikie Mungu.